Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuwa pamoja na mimi. Lakini wakati huu nataka nikutie moyo ya kwamba usiogope. Kwa chochote unachopitia, kwa lolote unalokutana nalo, kwa chochote unachokifanya, usiogope. Yaani nataka tu nikutie moyo nikwambie usiogope. Neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara 365. Neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara 365. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kukutia moyo, kukuambia kwamba usiogope. Chochote unachokifanya usiogope. Hata kama kuna mahali ushakata tamaa, usiogope. Hata kama kuna mtu amekuacha, usiogope. Hata kama kuna mtu anakudharau, usiogope. Hata kama kuna mtu anakuchukulia kawaida, usiogope. Maana Biblia imeandikwa mara nyingi sana hilo neno usiogope, na maana kwa sababu ninajua tunaye Mungu mwenye haki na aonaye kwa siri. Anajua maisha yetu, anajua kila kitu. Ndio maana limekusisitiza usiogope mpendwa. Limekusisitiza usiogope. Naona kuna mahali unataka kukimbia changamoto, unataka kukimbia kazi, unataka kukimbia jambo fulani, lakini nakutia moyo usiogope. Unayaweza mambo yote katika Mungu akutiaye nguvu. Usiogope. Mungu anatuona na Mungu anatupenda na Mungu anatuwazia mema. Kwa hiyo usiogope mpendwa. Yaani haijalishi umelia mara ngapi, lakini usiogope. Lia, futa machozi, songa mbele. Umia, tulia, relaxi, songa mbele. Lakini neno usiogope limetajwa mara 365. Ina maana iko sababu, na Mungu anayo sababu ya hili neno kuliweka ndani ya Biblia ya kwamba usiogope, kwa sababu Mungu anajua watoto wake tu wadhaifu. Tunapopitia changamoto, tunapopitia shida, tunapopitia matatizo, tunapokataliwa, tunapokimbiwa, tunapodharaulika, uoga unakuja ndani yetu. Tunajikuta tunashindwa kutimiza malengo yetu, tunajikuta tunashindwa kutimiza lile kusudi ambalo Mungu amelipanga kwenye maisha yetu. Lakini usiogope. Usiogope mwana wa Mungu. Mungu anakupenda, Mungu anakuona, Mungu anajua matatizo yako, Mungu anajua shida zako. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unaogopa? Ukisoma maandiko yale Timotheo wa pili mstari wa kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 unasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Kwa kama kuna mahali popote mtu amekuwazia vibaya au anakutendea vitu vibaya, kitu cha kwanza Mungu hajatupa roho ya uoga. Kwanza usiogope, alafu mpende, alafu kuwa na kiasi katika uoga wako unaofanya au katika hicho kitu unachokifanya. Hebu kuwa na kiasi ili kisikuumize. Kama kuna mtu amekuumiza katika namna hii, tafuta njia nzuri ambayo ya kutatua ile changamoto ili kisiendelee kukuumiza. Kwa sababu kuna mtu mwingine amejipanga kukuumiza tu kwenye maisha yake bila sababu. Kuna mtu mwingine anatamani tu kuona ukifeli. Kuna mtu mwingine anatamani tu kuona kwamba hufanikiwe. Usiogope. Hebu fanya kazi kwa bidii. Hebu mtumikie Mungu kwa bidii. Hebu fanya kile ambacho unatakiwa kufanya kwenye maisha yako ili upokee baraka zako, ili upokee neema yako. Kwa nini unaogopa? Hivi Shadraka, Meshaki na Abednego kama wangeingia moyo wa uoga wakati mfalme Nebukadneza alipokuwa amewatupa kwenye tanuru la moto, wangekuwa na uoga, wangetoka kwenye tanuru la moto. Lakini hawakuwa na uoga kwa sababu waliamini wanaye Mungu mwenye nguvu, na Mungu yuko mmoja tu ambaye atokaye kwenye shida, atokaye kwenye matatizo, atokaye kwenye hizo vita. Yuko mmoja tu. Kwa hiyo Shadraka na Meshaki na Abednego hawakuogopa. Wakati adui anapokuja kwenye maisha yako,
anapokutikisa na wewe muona wa Mungu, unajua kabisa uko na Mungu, na Mungu anasema usiogope, wala usiogope hata kama atakuzuru wala hata kuangamiza. Maana Mungu hawakuruhusu watu angamiza, ameruhusu tu watu jaribu, lakini hawajaturuhusu watu angamiza. Kwa hiyo mateso unayoona, vita unayoona, changamoto unayoona isikutisha, kwa sababu haitakuangamiza na wala haitakusumbua na hautakuwa mwisho wa maisha yako. Yawezekana tu kuna mahali Mungu anakupitisha uje kuwa mtu fulani baadaye. Yawezekana kuna mahali Mungu anakufundisha uje kuwa mtu wa tofauti. Kwa hiyo huwezi kuwa mtu wa tofauti pasipo kupitia hayo ambayo unayapitia sasa hivi. Lakini kitu ambacho nataka kukuambia kwamba usiogope. Hao maadui unaowaona usiwaogope. Hiyo vita unayoiona usiogope. Unaye Mungu, na Mungu anasema kwamba hajatupa roho ya woga, bali ametupa moyo wa upendo na kiasi. Hakutupa roho ya uoga sisi, ametupa roho ya upendo na kiasi. Wakati mtu anapokufanyia vibaya, wewe endelea tu kumpenda tu. Endelea tu kumpenda, usiogope. Endelea tu kumpenda, lakini uwe na kiasi katika maumivu. Wakati anapokuumiza, jaribu kujikontrol maumivu yako yawe ya kiasi, ili usije kupoteza mwelekeo. Wakati mwingine mtu anakufanyia kusudi, anakufanyia vitu vibaya ili uondoke kwenye reli, ili utoke katika maisha yako, yani utoke katika mpango wa Mungu, yani utoke kwenye ya maisha yako. Sasa wakati wote unapokuwa unaumia, unalia, unaogopa, unafanya nini, ile neema yako utaipata saa ngapi? Yale majibu yako utayapata saa ngapi? Unachotakiwa kukusudia kwenye maisha yako utakipata saa ngapi? Kwa sababu Mungu hana patano na maumivu yako. Kwa hiyo Mungu hataki umie, ndio maana nakwambia usiogope. Hata kama unaona anakudharau, hata kama unaona hakutendei haki, hata kama unaona anakuuliza, lakini usiogope. Jipe muda na kuwa na moyo wa kiasi katika maumivu, ili usitoke kwenye leli. Maumivu yakizidi, adui wakizidi kwenye maisha yako, kama unakuwa muoga wa kujaribiwa, wa kupatiwa changamoto, wa kulia kila wakati, ina maana kwamba sahau kufikia hatima yako. Kwa sababu moyo unapoumia, unakosa nguvu ya kufanya kazi, unakosa nguvu ya kufikiri, unapata udhaifu moyoni mwako. Amekuumiza sasa hivi, wewe akiondoka, pika chakula, kula, maisha yako endelee. Amekusema vibaya, amemaliza, umia kidogo, maliza kumuta mavumbi, nenda kafanye kazi. Neno la Mungu lipo kazini. Wakati Shadraka na Meshaki na Abednego walipotupwa kwenye tanuru la moto, walikuwa 3, lakini wakati wametupwa, wakiwa ndani ya tanuru la moto, walionekana 4. Huyo mmoja alitoka wapi? Huyo mmoja ni yule ambaye Mungu aliyemwamini kwamba hata kama tukitupa kwenye tanuru la moto, basi Mungu huyu ambaye tunayemwamini atatutoa. Na ndio Mungu huyo aliyowatokea katika tanuru la moto. Na wewe ni Mungu huyo wa Shadraka, Meshaki na Abednego, atakutokea huko uliko kwenye kazi zako. Acha msingi, muamini Mungu, alafu ondoa uoga ukiamini kwamba tunayaweza mambo yote katika Mungu atutie nguvu. Amini kwamba hakuna jambo lolote chini ya jua linalodumu. Zipo nyakati na majira ambazo yale mabaya yote yataondoka kwa maisha yako, na Mungu ataonekana katikati ya maisha yako. Utasema, nimevukaje hapo? Imekuaje hapo? Na kwa nini nimevuka katika haya maumivu? Kwa nini nimevuka katika hiyo dhiki? Kwa nini nimevuka katika, kwa sababu gani? Kwa sababu uliondoa uoga, uliondoa hofu kwamba hakuna jambo linalodumu. Hata kama unalia, hata kama una maumivu kiasi gani, hata kama una jambo gani ambalo unaona kwamba ni gumu, my dear, usiogope. Hilo halitadumu kwenye maisha yako. Lipo tu kwa muda. Wewe subiri tu nyakati zifike. Subiri tu majira yafike. Wala usihangaike, wala usipambane, wala usiumie. Kuumia ni kawaida kwa mwanadamu. Siwezi nikasema usiumie, kwa sababu hakuna mtu ambaye haumii, lakini usiruhusu. Kuwa na kiasi katika maumivu, kwa sababu tumeumbwa katika nyama pia, lakini kuumia ni lazima. Lakini sasa kama unaumia, kuwa na kiasi, ila tu usiogope, kwa sababu Mungu hakutupa moyo wa roho ya kuogopa. Ametupa moyo wa ujasiri, moyo wa upendo na wenye kiasi. Kwa hiyo haijalishi una misukosuko gani, haijalishi unafanyiwa kitu gani, usiogope. Hebu relax hapo ulipo. Relax, jiambie kwamba wewe ni mshindi, na haya ipo siku yatapita tu. Hakuna jambo linalodumu, hakuna jambo linaloishi katikati ya maisha yako lisiondoke. Hebu fikiria, tangu umeanza kujitambua na kuanza kujitegemea, umepitia mambo mangapi na yalishapita, na mpaka sasa umeyasahau na maisha yanaendelea. Kwa nini hilo unalolipitia mpaka sasa hivi linakutoa kwenye leli? Kwa nini unalolipitia inakufanya ujifungie ndani, ushindwe kufanya kazi? Kwa nini hilo unalolipitia linakufanya wewe ukae ndani, yani ushindwe hata kuwasiliana na watu wengine, ushindwe kutafuta alternative za maisha yako, ushindwe kutafuta future za maisha yako, ushindwe kutafuta yani vitu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako? Unakaa ndani muda wote unalia, unakaa ndani muda wote unawaza. Jamani, huo sio muda wa kulia, sio muda wa kuwaza, ni muda wa kusimama na kumuta mavumbi na kusonga mbele. Umia kwa kiasi,
tuliza moyo wako, maumivu yako yaishe, songa mbele. Hakuna kuogopa. Huo sio mwisho wako, na huo sio mwisho wa maisha yako. Huo ni mwanzo wa maisha yako, kwa sababu wakati mabaya yanapokuja, watu wengi wanafikiria kwamba ndio mwisho wa maisha. Hapana, maana huo ndio unakuwa mwanzo mzuri, kwa sababu wakati utakapoanza hautaanza kama vile, kwa sababu ulishaona kuna mahali ulikosea, kuna mahali ulifanya ukafanya sio sahihi. Kwa utakapofanya tena hautafanya kama vile. Kwa hiyo usiogope katika hizo changamoto unapitia, usiogope majira haya ulionayo, usiogope kwa jambo lolote. Simama imara huku kiamini Mungu anafanya kazi kwenye maisha yetu. Tunasoma ile Yohana 14:27. Yesu anasema hivi, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu uwapavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amani atupayo Mungu sio kama ile amani atupayo mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukupa amani sasa hivi, baadaye muda huo huo akaanza akakukwaza pia, amani ikatoweka. Kwa hiyo usiogope kama mwanadamu kwa kukwaza. Mwanadamu hana uwezo wa kukupa amani 100%. Mwenye uwezo wa kukupa amani kwenye maisha yako ni mwanadamu, ni Mungu, sio mwanadamu. Kwa hiyo unapoumizwa na mwanadamu, unategemea faraja yote kutoka kwa mwanadamu, ndipo unapotengeneza maumivu, unapotengeneza na uoga. Lakini kama ukimwamini Mungu, ukiondoa uoga wako mbele za Mungu, na ukimwamini Mungu, basi Mungu yeye ataondoa huo uoga ambako ulioko ndani yako, na atatengeneza amani nzuri zaidi ile ambayo wanadamu wanatupatia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima uishi ukiamini kwamba Mungu wetu ndio anayetengeneza amani, na kuwa na kiasi kwa kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako, hata kama unaumia na hata kama kubwa kiasi gani. Lakini ondoa uoga, ondoa hofu. Mungu wetu atupaye amani, atatengeneza njia pasipo njia, ili uweze kuishi kadri vile ambavyo wewe unataka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu aondoe huo uoga ulioko ndani yako. Kila uoga ambao adui ameupanda ndani yako, ondoa huo uoga. Ondoa kila kitu ambacho kimepandwa ndani yako. Maana kuna mtu amekutia uoga ili usifanikiwe. Kuna mtu amekupandia vitu ambavyo unaogopa kuvifanya ili usifanikiwe. Kuna mtu amekupandia uoga wa maumivu ndani yako ili usitazame mbele yako, uone kwamba una thamani. Wewe una thamani kubwa mbele za Mungu, na Mungu anakutambua, na Mungu anakujua. Katika yote Mungu atafanya zaidi ya kufanya kwenye maisha yako. Usiogope, ondoa hofu, ondoa uoga. Mungu yuko pamoja na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru. Amen.